Sasa baada ya matukio kuzidi kwenye ile nyumba, basi waliamua kuchukua ule mwili wa mchizi kwenda kuzikwa kule kijijini. Hasa ule muda unaopeleka kwenda kuzika kijijini, mara ghafla ile jeneza lilichomoka kwenye gari Afrika limepoa pembeni hapa. Wakawa wameita waganga wengi wesi kuja kufanya matambiko ili kusudi mchizi akubali kwenda kuzikwa. Hasa kuna huyu mganga anafanya mambo yake, basi alikuwa ponge moja la banzi. Mganga basi akachomoka. Ngoma inaitwa Walking Corpse. Basi ungana nami tuweze kutizama story mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Organ the Kings, kama ni mara ya kwanza unakutana na channel basi hujachelewa. Basi na subscribe chini na tukamtoa kwanza kabisa kwa unapokea video zangu pale ninapokuwa na upload kwa wakati. Sasa tuanze hapa. Huyu mwamba alikuwa anaitwa Eric. Sasa hapa anamwaga mke wake kwamba aende kazini. Lakini basi anamuuliza mke wangu, vipi? Mbona hamna chai hapa? Afu mimi nataka kwenda kazini. Sioni mke wangu, vipi? Chai iko wapi? Lakini basi mke wake basi acha kumjibu kwamba of course mume wangu, chai hamna. Lakini basi hamna mkate. Basi msema akasema basi fresh ina noma. Ngoja basi mimi nenda. Kwa vipi lakini mbona nataka kuondoka tu? Mimi nitakula nini? Lakini mke wangu, kuna mdogo wako basi tutamweleza aenda akachukue mkate basi afu ndio kula. Basi mdogo wangu yeye hata hajui huko madukani kwamba mkate inaweza sehemu gani. Kwa nini usiende kuchukua wewe? Basi mchiza kana lalamika tu. Lakini mke wangu, wewe unajua mimi na kazi nyingi za kufanya kule ofisini. Kwa nini siende kwanza kazini afu basi nikirudi basi nakuletea mkate? Basi mchiza kana lalamika tu kwamba mke wake basi anamkazia. Basi mke wake anasema kwamba wewe kweli unataka mimi uende kazini, mimi nisubiri chai mpaka jioni utakaporudi ndio nile? Wewe unajua sikuelewi kabisa. Hapana mke wangu, mimi acha mimi niwe kazini kwa sababu leo na kazi nyingi za kufanya. Basi mke wake amezira kwamba anataka basi mume wake aende akachukue kwanza mkate afu ndo aende kazini. Kwa hiyo ameamua mazingira fulani basi azile afu basi mchiza kama kwanza kumbebeza mke wake. Akasema wife nisamee, basi ngoja niende nikachukue mkate wako. Basi mke wake akasema wewe mimi nataka ukanichukulie mkate ndio uende kazini kwako. Basi mke wake aliamua kuzila akaenda chumbani kujifunga. Sasa mchiza basi alimda na akasema basi fanya ngoja nifanye kama ulivyokuwa unataka. Simu yake basi ikawa inaita, lakini basi dada yake akawa anamwambia, "Dada, mbona simu yako haupokei? Vipi? Mume wako anakupigia simu, mbona hupokei?" Wewe hivi huyu ni mume wako? Mbona unajisumbua? Yaani huyu ni mume wangu. Hebu subiri na wewe mpaka upate mume wako, alafu utafanya vile unavyotaka. Huyu ni mume wangu. Kwa hivyo basi niachie mimi. Unanielewa? Huyu ni mume wangu, niachie kabisa, yani tena usinisumbue. Hapo dada. Sasa mchizi basi baada ya kutoka alipokuwa anarudi, mwamba anarudi katika mazingira ambayo yani so fresh, amebadilika kichizi yani. Nywele huko basi amevaa kama wigi. Lakini basi mchizi aliporudi tu maskani ile amechelewa kabisa kurudi, mkaka basi tena kaanza kugomba. Hivi wewe mwanamume unajielewa kweli yani wewe? Mimi nimekuagiza mkate tangu asubuhi, ndio narudi sasa hivi usiku wote huu. Unajielewa kweli? Kwa hiyo nataka mimi nisubiri yani mkate tangu asubuhi sasa hivi ndio nije kula. Lakini basi mchizi alikuwa haongei nini lolote. Lakini mazingira yarudi kama vile haeleweki. Mama ameondoka kumzuri, lakini basi anarudi katika mazingira fulani kitu amevaa wigi. Hivi kwanza wewe umevaa nini huko kichwani? Au kwa sababu umeamua kuchelewa kurudi basi umevaa wigi huko ndani kwamba mimi nitakuchekelea? Hivi wewe unajielewa? Basi mkaka anamtukana kwa kweli. Sasa mchizi basi kufanya basi akampatia ule mkate alafu akarakona. Hana lolote analiongea. Lakini basi yule mdada nifika asubuhi, mama anataka kutoka kuendelea kwenye sherehe zake. Mkaka basi anamsogelea, anamuuliza, mume wangu, vipi? Mbona unachekesha? Ile wigi la nini tena? Tangu jana kuna umevaa tu wigi. Hebu bwana kala vyapendeza, hebu toa ile wigi lako. Lakini basi mchizi alikuwa hata cheki kabisa yani. Amemute tu yani na amekasirika kweli yani. Afa akaondoka zake pale, akafungua mlango afa akapotea. Sasa ule mda basi akawa ameenda zake huko dukani kama amechukua miani mikate ya kutosha. Kuna mtu hapa anamuongelesha, bro, vipi? Lakini mwamba alikuwa haongei neno lolote. Sasa anarudi maskini basi ameleta mikate kama 100 hivi. Lakini mke wake anamwambia kwamba mdogo wangu, huyu mwanamume kanunua mikate kama 100 hivi. Dada, mikate 100 kwani tunafutulisha huko ndani? Mimi mwenyewe sielewi kwa kweli yani. Sijai kuona kitu, unaona kitu cha ajabu. Lakini mwenye dada anashangaa mikate 100 kwamba kuna sherehe huko ndani. Lakini basi mke wake akawa ameenda paka kwenye chumba chake, akanamwamsha mchizi. Wewe Eric, hivi umefanya vitu gani? Hivi unachekesha ujue? Lakini basi mchizi alikuwa hata ongei neno lolote. Mchizi amelala pale haongei neno lolote. Lakini basi mkeka basi anazidi kugomba tu. Hivyo Eric unajielewa kweli yani? Kwamba ushakuona mwanamume basi anamulia mwanamke wake mikate kalia 100. Kwamba ulikuwa unataka kunikomoa au unataka kufanyaje? Basi huyu mke wake Uju alikuwa anaongea yani mchizi basi alikuwa hata hana neno la kuongea. Lakini basi alikuwa ni muongeaji yani maneno kibao. Sasa anazidi kumtukana tu mchizi yani. Kwanza mimi hata sikuelewi yani siku hizi umekuwa kama vile kichaa huko ndani. Kwanza unalala tu afu kazini pia wendi. Uko yani unajua vitu unavyofanya mimi sivielewi. Hebu niambie kwanza yani. Mimi sikuelewi kabisa yani. Lakini basi mchizi akawa anamwambia kwamba wewe ulikuwa unataka mikate. Hivyo nimekuletea mikate yako unakula kwa wakati ambao unataka mwenyewe. Vipi? Kweza mimi kwa nilikuagiza mikate 100.
Hivyo unajua wanafanya vitu vya ajabu yani. Mimi nikuagiza mkate tu ambao utaniletea mkate mmoja tu wa kula siku moja. Lakini basi wewe unaniletea mikate 100. Basi mchizi akanambia kwamba mimi sitaki kelele. Niache nipumzike. Mimi siwezi ningekuacha upumzike yani kwa sababu unafanya vitu vya ajabu unajua. Yani unamletea mtu mikate kama 100 ya nini yote haya. Basi mchizi akawa ameamuka pale kitandani. Akasema kwa sababu unanipigia kelele basi acha niondoke zangu. Mchizi basi akawa ameondoka kimya kimya bila kuongea neno lolote. Lakini mke wake basi huyo akawa anazidi kugomba tu. Lakini huyu muda pesa tena usiku amelala. Lakini akawa ananyamaza kwamba acha nipumzike. Lakini kama utaki basi nipumzike, acha niondoke niende nje. Lakini basi mke wake anamwambia kwamba hauendi popote. Nataka uongee na mimi kwa sababu umekaa tu ndani hata kuongea uongee kabisa yani. Umekaa tu basi kama bubu. Vipi? Mbona sikuelewi? Basi mchizi akawa anataka kwamba aondoke. Anamwambia kwamba hamna mahali utaondoka uende. Unataka kwenda wapi? Hebu kaa huko ndani huyu tuongee. Kwa sababu hata sikuelewi yani. Wewe tunakaa huko ndani poa kimya, lakini hata kuongea uongee. Basi akawa anamzuia kwamba asiondoke. Maana ghafla kuna kitu kama moto yani alipigwa na kitu kizito. Anashangaa nini tena? Haelewi kinachotokea. Afu mwamba huyu akafungua zake mlango afa akaondoka. Sasa huyu anabaki anashangaa huko ndani. Maana huyu mwanamume kama kabadilika. Basi anamfuata mdogo wake kana anamuelezea kwamba nini? Mungu wangu. Mume wangu, mimi naomba unisamehe. Basi kama kuna kosa nimekosea naomba uniambie. Kwanza nataka kwenda wapi? Basi mke wake akawa amefunga ule mlango na funguo kabisa kwamba mchizi basi atoke ataki kuondoka naye huko ndani. Ataka akae huko ndani waongee. Kwa nini haongei kitu chochote? Lakini basi mchizi yeye alikuwa amekaa tu kimya. Na anavyoonekana basi kuna kama namna fulani ashaka kama mtu sio kawaida. Lakini basi jamaa aliweza kumpiga jicho na akawa haongei chochote. Mke basi anamwambia, "Mume wangu, nataka uniambie nini kinachoendelea kwenye hii nyumba. Basi kama mimi nimekusamehe au kama basi nimekukosea nisamehe." Lakini basi mchizi anafungua ile mlango afa anaondoka. Huyo anashangaa. Nini tena hiki? Funguo si ninazo hapa na nimefunga mwenyewe. Kwamba ule mlango aliutia funguo kabisa na alifunga. Lakini basi mchizi amefungua tu ule mlango bila hata kutumia funguo na ameondoka. Huyo anabaki anashangaa, Mungu wangu, hiki ni nini? Huyu mwanamume asije kawa kabadilika kama amekuwa jini. Huyu hata anifunga. Basi ule mlango ajaribu kuufunga na kufungua. Mlango kama umefungwa lakini basi alibaki anashangaa tu. Sasa baada ya para kama amemfuata mdogo wake anamuelezea, "Hivi unajua mimi mume wangu yani namshangaa simuelewi." Kwani ngine kinachotokea vile sio kitu cha kawaida. Lakini basi mdogo wake akawa anamwambia kwamba, "Dada, basi pengine kuna kitu ambacho hakipo sawa. Hebu jaribu kuongea na mume wako ili kusudi wewe kama kuna kitu ambacho umemfanyia. Najua ulimkosea sana. Kuna vitu ulikuwa unamfanyia ambavyo sio vitu vizuri. Hebu kumbuka vitu ambavyo umemfanyia. Muombe msamaha, kaa naye kwa makini, muombe msamaha." Sasa basi dada huyu basi akawa anakumbuka yale maneno ambayo vitu ambavyo ameweza kumtendea mume wake. Sasa leo anakumbuka kama kuna siku basi jamaa alikuwa ametoka zake kazini, anakuta basi msosi hamna. Anachungulia ndani kwenye ile plate anakuta kuna tango tu. Lakini basi anamuuliza, "Mke wangu vipi? Mbona vitu vya ajabu? Msosi uko wapi?" Lakini basi mke anamwambia kwamba, "Wewe kwani umeona nini kwenye hicho plate?" Lakini hata hivyo basi mimi nilikuwa nipo busy tu mume wangu kwamba nilikuwa nipo busy na TikTok kwa sikuweza kufanya kazi ya kupikia. Basi mchizi anamwambia kwamba, "Wewe umekaa hapa. Kwamba umekaa hapa tangu asubuhi." Basi mume wangu, "Umekaa hapa tangu asubuhi. Lakini basi hujapata hata kupika tu nashinda kupika. Mimi natoka kazini nimechoka, nitategemea nikule chakula." Lakini basi huja akamwambia kwamba, "La kweli hata mimi pia nilikuwa nimechoka sababu sina kazi za kufanya ndio basi kila muda tu ndio nakaa napika." Hapana. Sasa kuna hizi basi ilifika mpaka hatua mchizi basi akawa akihitaji tendo la ndoa, anabidi basi amlipe mchizi, yani mke wake amlipe. Kwa mfano leo basi anamuomba mchizi, yani amezidiwa kichizi, anamwambia basi mke wangu, nitakulipa 500,000. Nakulipa 1,000,000. Basi huyo amemkazia tu. Basi nitakulipa 1,500,000. Naomba tu kidogo tu mke wangu. Kidogo tu yani. Mimi nitakulipa 2,000,000. Basi lakini mke wake akawa amekaza tu. Mchizi basi akafika mpaka dalo basi la kumlipa 3,000,000 ndio hawezi kumpatia penzi. Huyu kumbuke ni mke wake wa ndoa. Lakini basi hiyo ndio alikuwa anaelezea kwamba aliyoyafanya ni yote. Lakini basi mke wake anamsiga na mama kwamba, "Ni kweli muona wale ambao umemtendea. Kaa naye kwa makini. Uongee naye atakusamehe." Lakini basi hata kama ni hivyo, mimi nimejaribu kujishusha na muomba msamaha, lakini mbona kama hanisikii? Mimi nitafanyaje sasa? Basi bwana mimi sitaki tena kumuomba tena msamaha, maana nimeshachoka sasa. Basi dada, kama ni muombe msamaha. Sasa leo kuna huyu mama basi amemletea taarifa. Anamwambia, "Vipi? Unaniletea taarifa gani rafiki yangu?" Kwamba huyu basi alikuwa ni rafiki yake na mume wake. "Fanya kitu kimoja.
mimi ule muda naenda zangu kwenye misheji zangu za hapa na pale, nimekutana na watu wanapiga makelele. Kuna kushuhudia kwenye kuangalia pale, kumbe mume wako bana amepata ajali na amefariki. Na kufika pale basi nikawa najaribu kuangalia kwamba yuko wapi. Na wamechukua kwamba sijui hata wamempeleka mochwari ipi. Basi jamaa ndo akamletea kwamba taarifa mume wako amefanya amepata changamoto. Lakini basi mke wako anamwambia, "Hivi wewe shemu unajielewa kweli yani? Unanipa taarifa gani? Hizo taarifa unazonipa kwamba hazielewi. Unajua kwamba mume wangu yupo ndani?" Wewe shemu, mimi nachokwambia ni kweli yani. Nachokwambia ni kitu ambacho nimekishuhudia mimi kwa macho yangu. Unaongea nini wewe? Kwani hapo tu kwanza nikamwambia mume wangu yupo ndani, yupo chumbani. Yupo chumbani? Ndio, yupo chumbani na tena sasa hivi amelala. Basi alimwona mmoja kwenda mpaka kufika chumbani. Mara ghafla mambo anapotea. Basi huyo akaanza kupiga kelele. Nini tena Mungu wangu, Mungu wangu. Nini Mungu wangu wewe? Ghafla basi mchizi basi aliposikia zile kelele, akawa ameingia mpaka chumbani moja kwa moja. Nini shemu? Mume wangu yule pale mume wangu. Mume wangu namuona huko ndani. Mungu wangu. Yuko wapi? Mbona mimi simuoni? Basi jamaa akamsaidia pale, akamtoa paka pale chumbani. Lakini basi akawa analia tu kwamba, "Mdogo wangu, dada kwani kuna tatizo gani? Mdogo wangu mimi nimekuwa naishi siku zote hizi 3 karibia wiki na mume wangu, kumbe mume wangu ashakuwa ni ghost, mume wangu ashakuwa mzimu." Mungu wangu. Basi mdogo mtu naye akabaki tunashangaa. Mzimu kivipi tena dada yangu? Mzimu kivipi? Nani mzimu? Mume wangu tumekaa tukiishi naye, kumbe mume wangu ashafariki siku nyingi. Sasa unajua ni kwaje? Basi kumbe huyu mwamba siku anaenda kuchukua dhaki ile kwamba anaenda kumlia mikate, alipigwa na aligongwa na gari, basi na mauti wake kumtokea pale pale na akawa amefariki. Lakini basi baada ya kufariki pale, ule mzimu ndio uliondoka pale ukapeleka paka nyumbani kwake, na ukarudi nyumbani kwake kama kumenekana mazina ambayo ni tofauti kabisa na ule mkate basi ambao alipewa siku ile. Basi kumbe mchizi alikuwa ashakufa na alikuwa ashabadilika akawa kama mzimu. Sasa itakuwaje? Basi usikose sehemu ya pili na ya mwisho. Mimi naitwa Ogale Kings. Usisahau kusubscribe ili kusudi kupata sehemu ya mwendelezo wa